Tuelekee nchini Kenya sasa, ambapo idara ya polisi nchini humo imewasimamisha kazi askari wawili waliomjeruhi mchuuzi Boniface Kariuki kwa kumpiga risasi wakati wa maandamano ya jana jijini Nairobi. Wawili hao wametambuliwa kama Clinzy Baraza Masinde na Duncan Kiprono na tayari wamekamatwa. Boniface alipigwa risasi kichwani wakati wa maandamano ya kupinga ukatili wa polisi kuhusiana na kifo cha mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang aliyefia akiwa kizuizini wiki iliyopita. Hospitali ya kitaifa ya rufaa ya Kenyatta imethibitisha kuwa Boniface anaendelea kupokea matibabu baada ya kufanyiwa upasuaji. Ni kweli kwamba jeraha alilopata kutokana na kifaa hicho ambacho tunashuku kuwa ama tunadhani ni risasi iliweza kusababisha uharibifu wa mfupa wa ubongo, mfupa wa kichwa, alafu pia kukawa na jeraha katika ubongo wake kwa kiasi fulani. Masaa 24 ya kwanza ni wakati muhimu sasa ambao tunakumbana nayo. Ni vigumu kusema kwa sasa jinsi mambo yatakavyotokea. Kwa hivyo tutahitaji muda ili tuweze kutathmini hali yake. Bado tukisalia katika taarifa hiyo, ubalozi wa Uingereza nchini Kenya umesema umeghadhabishwa na matukio ya polisi kuwapiga risasi raia waliokuwa wakiandamana. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Uingereza imesema, na hapa ninanukuu: "Tumefadhaishwa sana na vurugu dhidi ya raia wasio na silaha na waandamanaji hapo jana. Tunaomba uchunguzi wa haraka, huru na wa uwazi kuhusu vitendo vya polisi." Mwisho wa nukuu. Wakati hayo yakijiri, mamlaka huru ya usimamizi wa polisi nchini Kenya IPOA imemtaka naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kufika mbele yake ili kuandikisha taarifa kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang. Lagat alijiondoa kwenye wadhifa wake ili kupisha uchunguzi kuhusu kifo cha Ojwang baada ya shinikizo kutoka kwa Wakenya. Kufikia sasa maafisa 20 wa polisi wameandikisha taarifa na mamlaka hiyo, huku maafisa 2 wakifikishwa mahakamani. Watu wengine 4 pia wametiwa nguvuni na kufikishwa mahakamani kuhusiana na kifo hicho. Kifo cha Albert Ojwang akiwa kizuizini kimezua taharuki nchini Kenya. Madaktari wa serikali waliofanyia uchunguzi mwili wake wanasema alionekana kuwa amepigwa vibaya sana, kauli inayopinzana na madai ya polisi kwamba alijijeruhi mwenyewe akiwa kizuizini. Kifo cha Ojwang kimefufua hasira kuhusu ukandamizaji wa polisi wakati wa maandamano makubwa ya kupinga serikali mwaka mmoja uliopita, na sasa kimesababisha maandamano mapya. Mwanahabari wa BBC Barbara Plett Asher amezungumza na babake Ojwang, Meshak, pamoja na mkewe Ojwang, Nelvina Onyango. Taarifa hiyo inawasilishwa na Elizabeth Kazibure. Huyu ni baba aliyegubikwa na huzuni isiyoelezeka kutokana na kifo kilichotekelezwa kikatili cha mtoto wake wa kiume akiwa anazuiliwa na polisi. Albert Ojwang alikamatwa kwa sababu ya taarifa aliyoichapisha mtandaoni inayomkosoa afisa mmoja mkuu katika huduma ya polisi Kenya. Wazazi wa Albert wanakabiliana na msiba wa ghafla wa mtoto wao wa pekee. Nahisi kama dunia imenitupa. Nimepoteza matumaini. Tutaishije? Tutaishije? Familia ina mashaka kuhusu kama Albert atapata haki kisheria. Our constitution, katiba yetu ipo kama gazeti tu la kusomwa. Kesho tunaisahau. Nimesikia mambo mengi kuhusu ukatili wa polisi. Police brutality. Kamera za CCTV katika kituo cha polisi zilikuwa zimezimwa, lakini zile za hospitali zilinasa polisi wakiwa na mwili wa Albert. Walidai kwamba Albert alijitoa uhai, lakini wanapatholojia wa serikali na kibinafsi waliofanyia uchunguzi mwili wa Ojwang hawakukubaliana na taarifa ya polisi. Tayari afisa mmoja wa polisi amefikishwa mahakamani. Rais ameagiza uchunguzi ufanyike na naibu inspekta jenerali wa polisi anayehusishwa amejiuzulu kwa muda hadi pale uchunguzi utakapokamilika. Mke wa Albert, Nevnina, alikuwa bado haamini kuhusu yale yanayoendelea hadi pale alipoona mwili wa mume wake katika nyumba ya kuhifadhia maiti. Very heartbreaking. Ilikuwa inasikitisha sana, inavunja moyo kabisa kwa kweli. Tulipozungumza aliniambia, "Mamadu, ingawa nina msongo wa mawazo, usiwe na wasiwasi sana. Nitakuona hivi karibuni," aliniambia. Nadhani hayo ndiyo yalikuwa maneno yake ya mwisho. Kwa hiyo kitendo cha kumwona hivi karibuni kwenye chumba cha maiti
kumenivunja moyo sana. My heart and Kifo cha Albert kinajiri takriban mwaka mmoja baada ya operesheni kubwa ya usalama dhidi ya maandamano makubwa ya kupinga serikali, jambo ambalo linaonyesha tena madai ya ukatili wa polisi. Kifo cha Albert kinapaswa kutufumbua macho kwa sababu kimeonyesha baadhi ya mambo yanatokea katika seli za polisi ambayo pengine hatukuyafahamu. Kwa hiyo, unadhani kuwa kifo cha Albert ambacho kinasikitisha sana kinaweza kuwa ndio chanzo cha mabadiliko kufanyika? Kama uwazi utakuwepo na watu waliohusika moja kwa moja na yote yaliyomtokea Albert wakishtakiwa ipasavyo, basi inaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko. Ni kifo cha kushangaza, janga la kibinafsi, na kwa baadhi ya watu ni madai ya umma kuhusu uwajibikaji wa mamlaka nchini Kenya.